Akauliza, hivi huyu hajapewa zile haki zake? Mbona huyu tumempa faili lake tulishampa mwaka juzi? Zuio. Iko amri iliyowekwa pale. Sio wewe. Iko vita imesimama na wewe. Inahitaji ufunuo na ufahamu. Na leo nakufundisha ufunguliwe ufahamu wako, kwamba kuna vitu vyako vimejibiwa, vimewekwa mahali. Pambano lako vitaachiwa. Kama utashindwa, basi omba msaada wa malaika. Maana hata malaika alikuja akamsaidia Yesu. Si alikuja akaliviringisha jiwe, akaliondoa, akalikalia, si ndio? Alafu Yesu akatoka, wale maadui zako wakaanguka, wakawa kama maiti. Yes. Imelala chini. Kuna watesi wataanguka leo kwa shida, watakuwa kama wafu. Leo tutawapiga, tunapeleka mishale sasa. Kama hao waliokuwa wanapiga kelele, wanamwambia yule Bartimayo muombaji kipofu, nyamaza. Si Waebrania tu hao, si watu wa majirani kabisa, ni watu ambapo unakula nao, lakini kumbe ni watesi. Umesimama namna hiyo, nao lazima tuwachape viboko leo. Nani anasema fimbo lazima watandikwe? Fimbo waliokuchapa nayo imevunjika, sasa watapigwa wao. Iko siku moja, mama mmoja alikuwa anaombea mtoto wake. Mtoto kameumwa, akapiga simu hapa, akapiga simu hapa, akapiga simu hapa, hakuna. Hapo kitoto kina sauti inakuja, anaisikia sauti inaongea, masikio, tunamuua tete. Alafu unapiga simu kwa mchungaji, unaambia tafadhali jaribu baadaye. Tafadhali, anaongea na simu ingine. Akasema sasa hapa nifanyeje? Akakaa akapigia mwingine simu kama tatu. Akasema katoto taka nainua macho, kamepandisha kama degedege juu. Akasema shetani, una adabu, achia mtoto wangu. Akafunga kanga, piga pepo, dakika kitoto Kuna vitu vingine ni wewe peke yako vitatoka. Inua mkono wako tu, sema leo kwa mamlaka niliyopewa. Yes. Kwa jina la Yesu. Leo watesi walionizunguka, walionizunguka, waliozunguka watoto, waliozunguka ndoa, wapige mara 3-4. Sema nawaangusha. Wewe unajua ni watesi gani waliosimama mbele yako? Watesi gani wanapigana na wewe hapo nyumbani? Wanapigana na wewe kwenye mwili wako, unasikia miguu inauma, mara kiuno, mara tumbo, vitu vinatembea katika mwili wako. Waangushe. Maadui wote au maadui waliosoma juu yako, sema na waangusha leo kwa jina la Yesu Kristo. Waliosoma juu yako au maadui wanaotuzunguka kila wakati, sema leo na waangusha. Angusha kwa jina la Yesu, angusha kwa jina la Yesu. Pigia maombi katika chacho kile kimaanisha kabisa. Inawezekana umezungukwa, wako maadui waliokuzunguka, sema leo na waangusha. Leo na waangusha wote waliokaa kwenye meza yako kwa jina la Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 5. Hata kama wamemweka gerezani, ngoja nikwambie, mimi nataka uyaamini haya unayoyaomba. Lile unaoliomba leo, amini. Matendo sura ile ya 5 mstari ni ule wa 18. Matendo 5:18. Maandiko yanasema wakawakamata mitume wakawaweka
ndani ya gereza. Wakafanya nini? Wakawaweka ndani ya gereza. Nani? Sisi ni nani? Mitume. Ni mitume wa Yesu. Wakawakamata, wakawaweka ndani ya gereza. Ndio. Twende mstari wa 19. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Mstari wa 21. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu, nao walikuwa pamoja naye, wakakutanisha watu wa baraza na wazee wote wana wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete waliowekwa gerezani. Ndio. 22. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hakukukuta mtu ndani. Mstari wa 24. Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani anaamini unayeomba yatatokea? Haleluya. Nani anaamini yatatokea? Amen. Unajua kuna vitu ambavyo unaviona kama kawaida. Nataka uamini Yesu anaweza. Yes. Nataka uamini maombi yako unayoyatoa yanaenda. Yanaenda. Hao watu waliwekwa gerezani, lakini kila mtu mmoja hapa ana malaika anayezunguka juu yake. Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kila mahali, nyumbani kwako. Funga macho yako, weka mkono wa kushoto kifuani, inua mkono wako mmoja wa kulia juu, alafu nataka uombe juu ya yale mambo unayoyapitia pale nyumbani, unayoyapitia kazini, unayoyapitia katika maisha yako. Huna kazi, nataka kusema ukitoka hapa utaenda kukuta mambo salama, kuko shwari kwa maombi haya unayeomba kwa kuamini kabisa. Hata kwenye ndoa, kwa watoto wako, kwenye kila kitu ulicho nacho, unahitaji kazi, chochote, ninaamini maombi unayeomba, yuko malaika ataenda kufungua vifungo. Hata kwenye ndoa yako kuna roho ya ulevi nyumbani, kuna maroho ya umaskini, hivyo vitu leo vinaenda kupinduliwa mara moja. Wako malaika wanakwenda, wako malaika wanafanya kazi kwa ajili yako. Neema ya Bwana iende, neema iende. Ninawatuma sasa hao malaika, ninawatuma malaika wa hudumu waende nyumbani mwako, watakatilia mbali kila madhabahu, kila miungu, kila walioinuka. Biblia inasema Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likaomba, malaika akaingia kule gerezani akamtoa Petro. Na kwako pale nyumbani, waende sasa, waende sasa, waende sasa, waende sasa, waende sasa, wanaenda kwenye makazi, kwenye njia panda, waliozuia njia zako, nuksi na mikosi, roho za uharibifu ziliosimama mbele yako. Na kama kuna magonjwa yote ndani yako, kwenye maombi haya leo unapokea, unapokea, unapokea. Una kazi, pokea baraka. Kuna neema inakuja. Kuna waliokalia kiti chako, leo tunakipindua hicho kiti. Waliokalia waovu, wewe una kazi, alafu wao wamekaa kwenye kazi. Hebu tupindue tu meza zao, watapinduliwa tu, wataangushwa tu, wataangushwa tu. Watesi wako wanyamaze kimya. Pokea uponyaji leo. Nagusa mwili wako kwenye
mapafu, kwenye ini bandama, mwili wako upokee uzima. Umekuja nyumbani mwa Bwana, hautarudi kama ulivyokuja. Leo upokee. Kuna operation inapita katika maisha yako, kwenye mishipa na damu, kwenye mifupa na nyama. Operation ipite. Neema ya Bwana itembee.